Karibu ni kusimulie simulizi ya safari ya maisha ya Profesa Mkenda ambaye hivi karibuni amekuwa ni mtaalamu wa masuala mazima ya uchumi na elimu na maendeleo pia. Katika kijiji cha Rombo mkoani Kilimanjaro, mwaka 1963, alizaliwa mvulana mwenye shauku ya kujifunza na kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi. Alijulikana kwa familia na jamii yake kama mtoto mwenye akili na uvumilivu, ambaye daima aliuliza maswali juu ya jinsi nchi inavyoweza kustawi kiuchumi na kielimu. Mkenda alianza safari yake ya elimu kwa bidii, akasoma hadi chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alipata shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu yani PhD katika uchumi katika University of Gothenburg, Sweden. Akiwa kwenye uwanja wa elimu, alijitolea kufundisha, kuchunguza masuala ya uchumi na kueleza kwa kina jinsi rasilimali zinavyoweza kuendelea jamii kutoka chuo kwenye serikali. Baada ya kuwa mtaalamu wa uchumi, Profesa Mkenda aliamua kutumia ujuzi wake kwa kutumia ajira yake ya taifa. Alijiunga na siasa kupitia Chama cha Mapinduzi yani CCM, chama kilichokuwa kikiongoza Tanzania. Mzizi wa nyenzo zake za kitaalamu ulimsaidia kupata nafasi mbalimbali kama katibu mkuu wa wizara ya Permanent Secretary katika wizara kadhaa muhimu ikiwemo wizara ya viwanda, biashara, uwekezaji, wizara ya mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika na Mashariki, wizara ya maliasili na utalii. Katika nafasi hizi Mkenda alijifunza siasa za umma, uongozi wa taasisi na jinsi sera zinavyoweza kubadilisha hatima ya watu. Lakini baada ya hapo tena kupitisha jinsi alivyokuwa mbunge na waziri. Mwaka 2020 Mkenda alipata ridhaa ya wananchi wa jimbo la Rombo kuwa mbunge wao bila kuchelewa rais alipomteua kuwa waziri wa kilimo, ambapo alianza kutekeleza sera za maendeleo ya sekta ya chakula na kilimo. Hata hivyo safari yake kama waziri ilibadilika tena, na mwaka 2022 aliteuliwa kuwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, eneo ambalo lilimpa fursa ya kutumia uzoefu wake kielimu, kiuchumi kwa manufaa ya kizazi kizima. Mageuzi ya elimu kwa taifa. Akiwa waziri wa elimu, Mkenda aliwekeza nguvu zake katika mageuzi ya mitaala, akisisitiza umuhimu wa kutoa elimu aliyopendana na mahitaji ya soko la ajira na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Alifanya mkutano na wadau mbalimbali ili kuhakikisha mabadiliko haya yanatekelezeka vizuri katika shule zote. Pia aliendelea kuhamasisha uandishi ubunifu wa vitabu kupitia tuzo za taifa za Mwalimu Nyerere, akisisitiza umuhimu wa usomaji na utamaduni mwandishi miongoni mwa Tanzania. Mkenda si tu mwanasiasa bali ni mtaalamu wa mambo ya uchumi. Alijifunza na kufundisha jinsi rasilimali za taifa zinaweza kutumika kupunguza umaskini, kukuza ustawi. Alivyokuwa waziri, alisisitiza ushirikiano kati ya serikali, walimu, wataalamu na jamii ili kufikisha malengo ya kitaifa ya elimu bora kwa kila Mtanzania. Hadithi ya Profesa Adolf Mkenda inatuonesha jinsi mtu mwenye ndoto, maarifa na moyo wa huduma kwa umma unavyoweza kutumia maarifa yake ya kitaaluma na kisiasa kubadilisha maisha ya watu wengi, kuanzia Rombo hadi Dodoma, kupitia vyuo vya elimu hadi mikutano ya kimataifa. Safari yake ni mfano wa elimu na uongozi vinavyoweza kujenga taifa lenye ustawi. Sasa karibu nikupisha katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho alipokuwa na makuzi yake alikuwaje. Profesa Adolf Mkenda ni mwanasiasa na mtaalamu wa uchumi kutoka Tanzania. Alikuwa Tanzania na alikulia Tanzania, na ndoto yake elimu ilianzia tangu utotoni, akijitahidi kupata maarifa na kuchangia maendeleo ya kitaifa. Mkenda ni mwanazuoni aliyesoma na kupata shahada za juu. Alisoma nje ya nchi na kupata shahada ya uzamivu yani PhD katika chuo kutoka University of Gothenburg nchini Sweden. Pia alisoma na kufanya kazi ya ufundishaji, utafiti hasa katika masuala ya uchumi na maendeleo. Kabla ya kuingia siasa za uongozi wa umma, Mkenda alikuwa profesa wa uchumi na mwalimu wa chuo kikuu, akitoa mchango mkubwa katika elimu nchini. Baadaye alijiunga na Chama cha Mapinduzi CCM, akakitumikia katika nafasi mbalimbali za uzito serikalini kama katibu mkuu wa wizara yani Permanent Secretary katika wizara kadhaa: viwanda, biashara na uwekezaji, mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, maliasili na utalii, bunge wa jimbo la Rombo,
waziri wa kilimo kisha waziri wa elimu, sayansi na teknolojia katika serikali ya Tanzania. Uboreshaji wa elimu na elimu ya sayansi na teknolojia nchini Tanzania, kuboresha sekta za kilimo, biashara na uwekezaji ili kuinua uchumi wa wananchi wa kawaida, kuhimiza ubunifu wa kitaaluma na utafiti wa kisayansi ndani ya vyuo vya elimu ya juu. Hivyo zilikuwa ni mambo muhimu aliyojikita nayo wakati akiwa ameshikilia nyadhifa. Hii ni Usiku TV na hii ni historia ya Profesa Adolf Mkenda.